Karibu tena ndugu mtazamaji wa MTG Media. Basi leo katika kipindi yetu kinaitwa Echo tumekutana na msanii ambaye anacheza movie hapa kwetu kambini. Basi hatajieleza majina zake zaidi. Karibu dada. Naitwa Sandra Sifa. Hayo ndio majina yangu sehemu zote. Kitu gani kimekufanya uingie kwenye sanaa? I used to watch Nigerian movies. Nilikuwa napenda the way they was acting. Yani niseme hicho ni kitu ambacho kilivyonivutiaga since long time. Ikatokea naenda kambini. By the way, in short, nikakutanaga na wadogo fulani hivi. Wa vijana wamoja hivi. It was Norbert and Jospa. But for the first time nilikutanaga na Jospa. Alikuwa anakuja kutafuta rafiki yangu. By the way, akanikuta mimi, akaanza kutuongelesha about this and this and this and this. Tunahitaji watu wa kufanya zoezi hivi na hivi hivi na hivi. Nikasema no, it's okay. Tutakuja tuangalie gisi mnavyofanya zoezi. That time nilikuwa ningali bado newcomer in the camp. Tukaongozana nao until day nikafurahishwa, nikapenda. Basi nikaingia. Nini ambacho iliufanya zaidi wewe utoke kutimu ambayo umewahi kuanzaga nayo tangu zamani? That is White Vision. Thank you. White Vision tulikuwaga na ma-issues zetu since long time. Tulikuwaga sisi viongozi tulikuwaga hatupatani. Hiyo ni muda kabla Focus Film hajakuja kujiunga na White Vision. So kitu ambacho sisi viongozi tulikuwa tunakataa tusifanye, unakuja kujikuta baadhi ya viongozi wakuu ndio walikuwa wanafanya hayo mistake ambayo tulikuwa tunakataza. So respect haikuwa kwenye White Vision, dharau, it was. So ikabidi mimi nikakuwa siendagi tena zoezini, sio kivile, nilikuwa na stop. So nilicontinue tu kwenda, but I was like going naenda tu hivyo. So ikatokea Focus Film ikakuja kujichanga na White Vision. Tukaendelea, but the same mistake ambayo ilikuwa inatokeaga zamani huko kwenye White Vision ika continue tena kuhappen kwenye kwenye mchanganyiko ambao tulikuwa tushajichanganya sisi wote kwenye White Vision na Focus Film. So kiongozi wa White Vision alikuwa anafanya yale mistake ili kukomoa kiongozi wa Focus Film. So dharau, it was too much, hakuna kuheshimiana, respect, this and this. So it was like too much. Chini mimi ndio nikasema White Vision ndio sababu ya timu kubomoka. Ila hivi ndo wanasemaga eti Focus Film ndio ilikuja kubomoa White Vision. No, Focus Film haikubomoa. Focus Film ilikuja na malengo tufanye kazi, tutumike, So wa viongozi wa White Vision walikuwa na ile proud like mimi najua better than you, I know better than you see. So hayo mambo ndio yalikuja kusababisha timu ikavunjika. Na timu kuvunjika wa viongozi wa White Vision, there was too much dharau ilikuwa ishapita. Maneno yalikuwa mengi sana. Yani kitu ambacho tunakataza kilikuwa kina happen. So timu ikavunjika. Timu kuvunjika, hakuna mtu ambaye waliforce kutoka kwenye White Vision kuingia kwenye Focus Film. Kila mtu kama alitoka kwa kupenda kwake mwenyewe, especially me. Nilisikiaga interview moja wanasema eti kiongozi wa Focus Film alijiletaga kwenye White Vision ili akuje kubomoa na atoke na baadhi ya vichwa wa viongozi wa White Vision. Hakutokaga na mtu yote yule. Na mtu gani? Kama hapa atakuwa naongelea mtu, atakuwa naongelea mimi. As for me, hawakunipush, Focus Film haikunipush kutoka kwenye White Vision. Bali nilitoka kwa kupenda kwangu na maamuzi yangu nilikuwa nimeshaamua. So it for me, wao wanaacha hayo mambo ya kuongelea mwingine mtu kwenye mtandao eti ni sababu yake yeye ndio timu ambayo kwa sababu yake yeye ndio aliyosababisha timu ikavunjika. Timu haikuvunjika kwa sababu ya kiongozi wa Focus Film. Timu ilivunjika kwa sababu ya kiongozi wa White Vision. So please guys,
msiwe mnaikaa kwenye social media mnaikaa kuchafua mwingine mtu kwa kosa ambalo hakulifanya. So your mistake, it's your mistake. Vitu vimeshagavunjika long time, so kwa sasa inabidi to focus kuangalia kitu gani ambacho na sisi tutafanya bora. So tusiangalie past is the past. Now inabidi to focus na present. So it's for me, kitu ambacho nitasema, nashukuru Focus Film kwa kunifikisha hapa ambapo nilipo, kwa kupata tunzo ilitokea kwenye Focus Film, na for now nafanya vizuri kwenye Focus Film. Na washukuru na nashukuru team nzima ya Focus Film kwa kunipokea mimi kwenye Focus Film. So sikutoka kwa sababu waliniforce, nilitoka kwa kupenda kwangu mimi mwenyewe. Sandra Sifa. Pia umeanza sanaa yako mwaka gani? Nilianza sanaa, it was 2022 wa mwezi wa 6 until 2025, kwa sababu sasa nikahesabia 2026 cause sifanyi kazi yoyote ile for now. Changamoto gani ambayo unazipata kupitia sanaa yako ya movie? I can say is family. Yeah. Familia ni changamoto kubwa kwangu mimi. Yeah, cause if you put family, they're a big problem. But other thing, I don't care. Yeah, I don't. I care about only family. Hiyo tu ndio, hao watu ndio wanaonipa mimi changamoto kubwa sana, kwa sababu unakuja kujikuta ukikuwa msichana au mtoto wa kike inakuwa vigumu sana, wanaongea sana, hayo mambo ni hivi 1 2 3, achana na hivyo vitu nini na nini. Yeah, hizo ndio changamoto mimi nazozipitia kwa kuwa msanii. Hizo tu, my family only. Imekuwaje wewe msanii mpya ama chipukizi wa hapa kwetu kambini Dzaleka kupata tunzo? Ni kazi ambazo nilizozifanya nimesababisha mimi kupata tunzo. Yes, I think ni hivyo. Nilijituma, nilifanya kazi ya kupresent na nikapresent wakaziona. So haiwezekani hukufanya kazi au umefanya nusu ya kazi au hukufanya kazi utegemee tu upate tunzo. Hapana, sio hivyo. Mimi nikizani ile tunzo I deserve it because nilijituma, nilifanya kazi na kazi zenyewe nikawaonesha, nimefanya 1 2 3 na matokeo yake ni hii, na ni hii ambacho nilichokifanya. Lakini wewe tu msanii wa jina tu, mimi ni msanii wa zamani, nafanya vizuri, nafanyaga vizuri, but hauna kitu cha kuonesha. Where's your proof to show that wewe ni msanii unafanya better, unafanya vizuri? Unakuja kujikuta una present 1 project, mwingine ana present 3 or 4 project. Watatazama ni nani? Watatazama yule ambaye aliye present nyingi. Kwa sababu gani? Alijitolea kufanya kazi. So yeah, I deserve to have it. Umepokeaje maneno za watu wakiwa wanakusema vizuri, wakiwa wanakusema vibaya kupitia sanaa? Always people they talk. So na tuwezi tukakataza watu kuongea. It's for me, I don't care, kwa sababu kwa msanii ni lazima tu watu watakuongea. Wamoja watakuongelea vibaya, wakuongelea vizuri. So it's for me, I don't care. Yeah, waongee wanavyoongea. Yeah, I thank God. Niko sawa na niko vizuri na naendelea vizuri. Maneno ya watu mimi haiwezi kanishtua chochote. As long as I eat, I sleep, na afya yangu ni nzuri zaidi na zaidi, na Mungu anazidi kunibariki na nazidi. Yani I can say I don't care. Yeah, sijali kabisa. Ni hivyo tu. Kitu gani ambacho kinaweza kufanya wewe uache sanaa yako ya movie? I think ndoa, marriage. Kwa sababu nikipata mwenza wangu ambaye si msanii, I don't think it will be easy for me to continue kuendelesha. Kwa sababu a lot of men ambao si wasanii hawataki mwanamke ambaye ni msanii. You know.
Congratulations pia kwa kupata tunzo. Wow, thank you so much. Nashukuru. Basi nini ambayo unaweza ambia watu ambao wako unatutizama? Neno langu la mwisho la kuambia wasanii wa Mzaleka, waache maneno mengi ila wafanye kazi. So wasitegemei tena waone mwingine mtu ambaye atajitokeza anafanya zake project 2-3 anaenda kupresent anapata vile atapata, waanze tena kumwongelea vibaya. So waache mambo ya kufuatiliana, wafanye kazi. Na kama tufuatiliane kikazi, lakini wasi involve family ku issue zetu ambazo tuko nazo kwenye sanaa, kwa sababu hapo mwanzo nilisema mimi tatizo yangu inakuwa ni familia. So wasikuje kuingiza familia yangu ambayo haikwaje hata inahusika kwenye sanaa, wao wakuje kuiongelea vibaya. Hapana, sitopendezwa nalo. So muongee chochote kile ambacho mtaongea kuhusu mimi msanii. Yes, it's fine, but familia yangu mnaondoa. Yaani wao wanaondoa mafamilia zetu kwenye mambo yetu ya usanii. Wao wanatoa kwa sababu baadhi yetu mafamilia zetu sio wasanii. Ni sisi wenyewe ndio tunajipush kwa wasanii. Wenda familia zetu hazitaki sisi tuwe wasanii, ila sisi wenyewe tunajipush kwa wasanii. So wastop kwa naongelea mafamilia zetu. Mambo yetu kabisa waongee, ila familia wakuwe wanatia out of it. So please, you have an issue with me, fight with me, don't put my family on it. So guys, kila mtu awe anaishi kwenye mipaka yake. Nilifanya vizuri na wewe fanya vizuri na zaidi yangu, ili na wewe kuja kupata matundo mazuri. Sio mwenzako afanye vizuri apate matundo yake mazuri, ili na wewe sasa umekalia kwenye social media na vitu ambavyo vieleweki, sijui this and this and this and this, kwanza kusema mtu. Come on, what is that? Fanya kazi. Acha tukuone maneno kwenye kazi, tusikuone maneno kwenye empty handed. Hauna kitu chochote kile. Please guys, tufanye makazi, tuache mambo ya kuchafuana kwenye social media ambazo hazieleweki, vitu ambavyo it doesn't make sense. Tusiwe tunashushiana reputation. Guys, please fanyeni kazi, tuachane mambo ya kufuatiliana. Kwa mfano watu wakihitaji waone kazi zako au wakupate zaidi, ingia kwenye YouTube, alright, Safari Strong. Ya hapo kabisa utapata baadhi ya movie zangu ambazo ninazo, ziko hapo kabisa. Asante sana ndugu mtazamaji, kaa nami Arsene MTG kupitia kipindi yetu kinaitwa Echo